na wengi wao wanafikiri ati chakula inatoka kwa duka. Si chakula inatoka shambani? Si nyinyi ndio mnafanya bidii ndio tupate chakula ya kutosha? Mimi nawauliza watu wa Budalangi, jameni, watu wa Bunyala, hii irrigation scheme yetu hapa ambaye inaunganisha Busia na Siaya, hii program vile tumekamilisha mpango ambayo tulikuwa naye kule Mwea, tukaongeza another 20,000 acres of rice production in Mwea. Sasa tunataka kuongeza another 20,000 acres of rice production in Bunyala, kati ya Busia na hapa Siaya. Nyinyi mko tayari wangwana? Mko tayari kwa hiyo kibarua? Kazi yangu ni hivi. Mimi ni kulete maji, kupunguza mambo ya mafuriko, kuhakikisha kwamba kuna kanal itafikisha maji kwenu bila kulete hasara ya mambo ya mafuriko. Leo asubuhi kule chini masomo ama ito nini pale Musoma, nilikuwa Musoma. Kule Musoma tumeweka dike, tumeweka milioni 130 kuweka dike ndio mashamba yenu na mashule yenu izizame. Sawa sawa. Sasa ile imebaki ni hii, tutengeneze hii kanal, tufikishe maji kwa mashamba yenu. Na hiyo kazi mimi nataka niwahakikishie ya kwamba the contractor is here. By August we will come back because this project will be complete, ili tuhakikishe ya kwamba watu wa Budalangi, nyinyi mnazalisha chakula ya kutosha ya kukula na chakula ya kutosha ya kuuza, ndio muweze kuweka pesa kwa mifuko yenu. Tumeelewana jameni? Mnasema tuendelee na hii kazi ama tufanye namna gani? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee. Ya pili, mimi vile vile nimekuja hapa mbali na hii project. Pia tunataka kuhakikisha kwamba ile maji inaingia Lake Victoria, kwa sababu ile lake inazidi na kuwa na kurise. Sasa tutaenda pia pale, nimeamurisha waziri hapa na contractor waende wafanye mpango, ile maji inarudi kutoka Lake Victoria. Tutafute namna ya kuhakikisha kwamba inafanywa dredging, ndio hiyo maji isikuje kutusumbua tena. Sisi tunataka mashamba yetu iwe ni ya kuzalisha mpunga na chakula, sio ya maji kuja kulala huko kama mafuriko. Ama namna gani jameni? Tumekubaliana? Jambo la pili, mimi vile vile nimekuja hapa mjue ya kwamba katika kupanga mambo ya maendeleo ya Kenya, sehemu yote ya Kenya ikiwemo Busia hii iko katikati ya mipango yetu. Kesho mimi nakuja hapa mambo ya stima. Najua wengine wenu hamujapata stima makwenu. Si ni kweli? Ni kweli ama si kweli? Sasa tuko na pesa bilioni 1 ya kuunganisha stima watu 17,000 wapya wa Busia County. Tumekubaliana na hawa waheshimiwa wenu, akiwemo huyu wenu Sauti, huyu Bita Sauti huyu. Si ndio? Tumekubaliana ya kwamba watatusaidia kutuambia kijiji gani haijakuwa na stima, kijiji gani haijafikiwa na stima, kijiji gani bado iko giza. Ndio tupeleke stima huko, tuondoe kiza, tufukuze shetani. Ama namna gani? Masikia shetani anapenda mahali iko giza, ndio anaendesha biashara yake hapo kwa giza. Tumeelewana? Tuko pamoja? Vile vile mimi nitakuwa tena hapa Alhamisi kwa sababu ya mambo ya maji. Muko na mambo ya maji hapa, muko na maneno ya stima hapa, muko na maneno ya soko hapa. Tumesema ya kwamba soko zenu hapa, tunajenga soko 7 mpya hapa Busia County. Tuhakikishe ya kwamba nyinyi mnafanya biashara, mazao yenu ya kutoka shambani isiharibike, isipotee. Muwe na mtaratibu ya sawasawa ya kufikisha mazao yenu sokoni, muweze kuuza, kuwe na cold room, kuwe na storage, ndio tuweze kuhakikisha kwamba mazao yetu haiharibiki kwa sababu ya kukosa mpango ya vile itafika sokoni. Vile vile tuko na maneno ya barabara. Sindio? Sikizeni. Sawa sawa. Tuko na maneno ya nini? Ya barabara. Hapa Busia mumebaki nyuma kidogo kwa mambo ya barabara.
si ndio? Na ndio nimesema na napeleka sasa mambo ya budget mwezi huu Januari hii, napeleka bunge pale mahali mjumbe wenu yuko. Sasa mwambie akae chonjo, si ndio? Akae nini? Na akae macho, si ndio? Napeleka budget pale kwa sababu hii barabara ya Ruambwa imetusumbua sana, na hiyo barabara lazima tujenge. Na nimesema nitarudi hapa kabla ya mwezi wa 4 nikiwa nimemaliza kutafuta huyo contractor, tuanze kuja kujenga, kukamilisha, kuweka lami. Tunaelewana? Na kuna barabara zingine ambazo tumeongea na viongozi wenu. Mnajua tulikuwa na matatizo ya mambo ya uchumi. Uchumi ya Kenya ilikuwa imekwama. Nimefika ofisini mambo imekuwa kombo. Lakini sasa nimeikwamua, maneno ya inflation imekuja chini, maneno ya interest rate imekuja chini, maneno ya ile ya dola kwenda juu imetoka 167 imekuja 130. Sasa maneno imekuwa stable. Sasa mambo yangu imebaki na nyinyi, deni ni barabara. Na hiyo kazi ndio nimekujia hapa kuambia sasa niko tayari kupanga hiyo mambo ya barabara bila ya matatizo ya mambo ya uchumi. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Vile vile mimi nimesema hivi, nimekuja hapa leo pale kwa shule ya Busaga ama inaitwa nini shule? Busagwa na St. Anne Girls Bunyala kuongeza madarasa kwa sababu mimi nataka watoto wetu wote wasome. Tunaelewana? Ndio sababu nimeongeza walimu, nimeajiri walimu 76,000 wapya kusaidia kusomesha watoto wetu, kwa sababu masomo ndio inatuletea usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu, na ndio sababu hiyo tunaweka pesa ya kutosha kwa mambo ya elimu. Tuhakikishe mtoto wa kila mtu aweze kwenda shule, asome, aende TVET asome, aende university asome, na watoto wa kutoka jamii maskini tuwazaidie, tuwapatie basari 95%. Ndio wale ambao wako chini pia tuwainue watembee na wale wengine. Tumekubaliana? Vile vile mimi niliwaambia ya kwamba mambo ya hospitali tutapanga upya. Pale nyuma maneno ya NHIF ilikuwa ni lazima uwe na kazi ndio upate bima, ama uwe na uwezo ya kulipa ndio upate bima. Hii mpango mpya niliwaambia tutaanzisha mpango mpya ambayo haijalishi kama uko na kazi ama hauna kazi, utaenda hospitali, utibiwe, uende nyumbani bila ya kulipishwa pesa yoyote. Na nimesema hivi na nataka mnisikize vizuri. Nyinyi watu wa Budalangi, tunaelewana? Kuna watu wanatembeza porojo ya pesa 8. Sawa sawa? Sikiza vizuri. Kujisajili kwa mambo ya SHA, kujisajili kwa Taifa Care, hauhitaji pesa yoyote. Unaenda unajisajili kwa sababu wewe kujisajili itatusaidia tujue watu wangapi wako kwa zahanati yenu hapa. Ndio tuweze kupanga madawa ya kutosha, tuweze kupanga madaktari ya kutosha, tuweze kupanga equipment ya kutosha. Kwa hivyo wewe hatua yako ya kwanza ni kujisajili. Unajiandikisha, mimi ni fulani wa fulani, alafu ile maneno ya malipo usijali. Wewe kama huna uwezo ya kulipia hiyo kitu, serikali ya Kenya, mimi nasimama hapa kama rais, tutakulipia wewe kama mwananchi wa kawaida mwenye huna uwezo. Lakini yule yako na uwezo kama mimi, si mimi nalipa? Ama namna gani? Yule yako na uwezo alipe. Lakini yule ambaye hana uwezo tutamlipia kama serikali. Ndio watu wote tutembee pamoja. Ama mnataka aje tufanye namna gani? Tuko pamoja? Sikizeni, huyu mjumbe wenu huyu Rafael. Ngoja. Huyu Rafael alikuwa analipa hapo nyuma 1,700. Na mshahara yake ni karibu shilingi 1,000,000. Na mwananchi wa kawaida hapa mama mboga analipishwa 500. Sasa mkiona kuna usawa hapo kweli? Mtu ana earn karibu 1 million analipa 1,000. Mtu mama mboga pesa yake ni shilingi 2,000 kwa ama 5,000 kwa mwezi analipa 500. There is no fairness. Sasa huyu Wanjala analipa karibu 30,000 saa hii kila mwezi.
si ndio? Alafu mama mboga, huyo mama mboga sasa ndio sisi tutumie pesa ya Wanjala kulipia mama mboga. Ama mnasemaje? Ukisikia hao wabunge wengine wanapiga kelele ni kwa sababu wanalipa, ndio mwananchi wa mdogo tumulipie, ndio sisi wote twende pamoja. Sasa saa zingine mimi nashangaa. Sikizeni nyinyi. Mimi nataka niulize kwa hii mkutano. Wangapi hapa wako na pay slip ya kazi mnafanya kazi? Wangapi hapa wako na pay slip? Mko na pay slip? Mko na pay slip? Sasa wewe, saa zingine nasikia wewe mwananchi unapiga kelele. Wewe hakuna mtu amekuuliza ulipe. Wewe una pay slip. Wale wako na pay slip ndio tunapambana na wao. Na mimi napambana na hawa wenye wako na pesa, ndio hata nyinyi nikuje niwapatie, ndio sisi wote tuwe sawa. Sasa unakubali mtu mwenye wako na pay slip anakuja kukuambia hapana tusilipe. Oh, unajua. Na kumbe sio ya kwamba tusilipe, yeye ndiye angesema mimi sitaki kulipa. Sasa hao watu wakikuja kwenu mwambie hapana, wewe enda lipa bwana, ndio sisi wengine tupate bahati. Ama mnasemaje watu wa Budalangi? Tuko pamoja? Si tulisema tutafute usawa? Ama namna gani? So tupambane namna hiyo, tushirikiane namna hiyo, tutembee pamoja, because hii inchi hatutaki inchi ya watu wengine kujivunia na wengine kuvumilia. Sisi wote tunataka tutembee kwa pamoja. So wewe ujisajili. Sisi tutapanga tuhakikisha kwamba kama una uwezo tutakulipia. Na utaenda hospitali. Level 1 ni free. Level 2 ni free. Level 3 ni free. Hiyo ingine kuanzia hapo level 4 kwenda mbele uwe na bima. Kama uko na uwezo utalipa. Kama huna uwezo tutakulipia. Ndio tuhakikisha kwamba hakuna Mkenya anauza mali yake, anauza shamba yake ama ng'ombe yake ati aende alipe bili ya hospitali. Tuko pamoja jameni? Tumeelewana? Mnasema tutembee pamoja? Mnataka tusukume hii Kenya iende mbele? Na hapo ndio mimi nimekwama. Na nitapambana na hao wanaume kweli kweli mpaka hii maneno ingie laini. Kwa sababu haiwezekani ya kwamba katika hii Kenya ati watu wengine wanahangaika, watu wengine wako chini, watu wengine wanatembea. Hapana. We must all have a society that we can all be proud of. Tumekubaliana jameni? So maneno ya kusalisha chakula tupangane. Maneno ya kuunganisha stima tupangane. Maneno hii ya mambo ya irrigation tuweke mpango yetu pale. Maneno ya kuunganisha mambo wananchi na mambo ya matibabu tuungane. Maneno ya kusomesha watoto wetu tupange vizuri. That is how we are going to have a nation that we are all proud of. Tumeelewana jameni? Ndio mimi nimekuja hapa watu wa Budalangi tukubaliane tunatembea pamoja, ama nyinyi mko na mpango mwingine? Mko na plan nyingine? Sasa sikizeni. Sikizeni. Sawa? Si mnajua sisi wote tulishindana hapo nyuma. Si ndio? Lakini tumeamua. Mheshimiwa Raila Odinga na mimi na viongozi wengine wengi tumekubaliana hatuna haja na siasa ya ugomvi na chuki na ukabila. Sisi tuungane sisi wote ili tuweze kuhakikisha kwamba tunasuluhisha matatizo ya wananchi. Tuungane, tusukume mambo ya maendeleo mbele. Tusomeshe watoto wetu, tuongeze matibabu, tuhakikisha kwamba tunaunganisha stima, tunamaliza maneno ya kutengeneza barabara. Ndio Kenya iwe ni mahali ya sisi wote kujivunia. Mnasema tuungane ama tutengane watu wa Budalangi? Mnasema tuungane? Kuli pamoja? Kuli alala? Hebu liona wala wanasema tuungane. Tuko pamoja? Mnasema huyu Bita afanye kazi na mimi? Mnasema huyu Paulo Otuoma tufanye kazi pamoja? Si mnaona serikali tuko naye broad based? Ama namna gani? Si broad based ni ya kuunganisha kila mtu. Ile watu ya ukabila, ile watu ya shares, ile watu ya mitego, ile watu ya ukora, ile watu walishindwa na kazi, those guys who are incompetent, wale ambao ni tribalists, wale wanaendeshwa na ukabila, hawana nafasi katika taifa letu la Kenya. Kenya is a place where all people of Kenya are equal. Na sote tutatembea barabara moja. Ama nyinyi mnataka watu ya kutuletea ubaguzi? Tuko pamoja? Tutashirikiana? Kwa hivyo watu wa Budalangi, mimi sitaki kusema uzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kufika hapa. Nataka tushirikiane pamoja.
moja. Hapa tuko na viongozi wengi.